Hujambo mwanamichezo mwenzangu na karibu sana katika chaneli yako pendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili masuala mbalimbali ya kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Lakini pia huwa tunajadili kuhusiana na tetesi mbalimbali za usajili, ikiwa tunafahamu kabisa kwamba tuko kwenye hatua za mwisho kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26. Lakini pia vilabu mbalimbali nchini kwetu Tanzania sasa viko busy kusaka sign za wachezaji tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba vinakwenda kuboresha vikosi vyao kuelekea katika msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa. Hapa namaanisha michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia kwa watakao shiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini sambamba na hayo tunafahamu pia kwamba hapo jana Simba alikuwa na mechi kule Ruangwa dhidi ya Namungo FC ambao mchezo ulimalizika kwa mabao 3-1 huku Simba Sports Club akibuka na ushindi huo na kuokota alama 3 muhimu hapo jana zilizopelekea kuongeza alama kwenye zile ambazo alikuwa nazo, maana alikuwa na 39, sasa hivi yuko na 42 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini sambamba na hayo pia ningependa tuweze kujadili kwa ufupi ama kutizama japo kwa ufupi kuhusiana na msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 na nini hasa ambacho kinaendelea huko katika ulimwengu wa soka. Kwa hiyo kama ilivyo ada, tunafahamu pia kwamba sasa hivi upande wa Dar es Salaam Young African Sports Club ndiye anayeongoza ligi kwa sasa, huku Mnyama Simba Sports Club akifuatia kwenye nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini pia wawili hawa wote wamecheza michezo 19, ila tofauti kati ya Simba Sports Club dhidi ya na Yanga SC ni tofauti ya alama 5 tu kwenye ligi mpaka sasa. Ni alama nyingi kwenye mpira kwa sababu wamecheza idadi sawa ya mechi, lakini pia imekuja kuwa tofauti kidogo kwa sababu Simba amepoteza mchezo mmoja katika michezo yote 19 ambayo amecheza, lakini pia Simba ametoa sare mara 6, huku Dar es Salaam Young African Sports Club yeye ametoa sare mara 5 tu pekee, ila hajapoteza mchezo hata mmoja. Kwa hiyo kuna tofauti ya alama 5 mpaka hivi sasa, kwa sababu Dar es Salaam Young African Sports Club yeye ana alama 47 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka hii sasa. Sasa sambamba na hayo pia ningependa tujadili taarifa hizi ambazo zinaenea ama kusambaa kwa kasi sana katika mitandao ya kijamii zikimhusisha mchezaji chipukizi raia wa Afrika ya Kusini. Hapa namzungumzia Jayden Adams ambaye kwa sasa anakipiga pale katika klabu ya Mamelodi Sundowns, ambayo pia tunafahamu imetoa wachezaji wawili, Neo Maima pamoja na Rushen Derak ambaye ambao wanakitumikia klabu kikosi cha Simba Sports Club chini ya usimamizi wa Steve Becker ambaye pia ametokea Afrika ya Kusini akiwa ametoka kinua kikosi cha Stellenbosch FC. Tunafahamu pia kwamba Simba amecheza mara kadhaa na Stellenbosch FC, kwa hiyo wanafahamiana. Sasa Jayden Adams kabla ya kwenda Mamelodi Sundowns alikuwa akichezea pale Stellenbosch FC kabla ya kusajiliwa pale Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo alicheza Stellenbosch FC chini ya usimamizi wa kocha huyu Steve Becker. Ni yeye pamoja na Fawasa Basadian, na wote hawa wawili wanahusishwa na saini za klabu ya Wekundu wa Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker. Ikumbuke pia Jayden Adams na Fawasa Basadian, wawili hawa wanapata changamoto kubwa ya kupata muda mwingi wa kucheza uwanjani pale katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Tunafahamu pia Mamelodi ni moja kati ya vilabu vikubwa sana barani Afrika, na hii sasa kinashikilia rekodi kwenye rekodi za ubora wa vilabu Afrika. Nafikiri Mamelodi Sundowns anaongoza kwa sasa. Kwa hiyo tunafahamu pia mwaka jana ameshiriki finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na msimu huu pia anaenda kushiriki finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Jayden Adams pamoja na Fawasa Basadian, wawili hawa anaweza kusema wanapitia wakati ambao si mzuri sana ukilinganisha na kule ambako ametoka katika klabu ya Stellenbosch FC chini ya usimamizi wa aliyekuwa kocha wa klabu hiyo Steve Becker, ambaye kwa sasa pia anakinua kikosi cha Wekundu wa Simba Sports Club. Kwa hiyo wanakosa muda mwingi wa kucheza uwanjani. Labda inaweza kapia sababu kwa wawili hawa, hasa Jayden Adams kuweza kusaini kandarasi na Wekundu wa Simba Sports Club chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker. Kwa hiyo kwa sababu pia anawafahamu vizuri sana,
na anajua vyema sana. Sasa mimi ningependa tuweze kuruka moja kwa moja kujadili kiundani zaidi kuhusiana na hizi taarifa ama uvumi wa Jayden Adams kuhusishwa na Simba Sports Club. Ngoja tuangalie ukweli, lakini pia changamoto na uhalisia wa dili hili kuweza kutimia. Katika siku za hivi karibuni, mashabiki wa soka Tanzania na Afrika kwa ujumla wamejikuta kuvutiwa na taarifa zinazoenea mitandaoni zikidai kuwa kiungo mahiri Jayden Adams anahusishwa na uwezekano wa kujiunga na klabu ya Simba Sports Club. Taarifa hizi zimezua mjadala mkubwa, huku baadhi ya mashabiki wakionyesha matumaini makubwa na wengine wakibaki na maswali kuhusu uhalisia wa dili hilo. Jayden Adams ni miongoni mwa viungo chipukizi wanaong'ara kwa kasi katika soka la Afrika ya Kusini, akiwa na uwezo mkubwa wa kucheza box to box, uwezo wa kupiga pasi sahihi pamoja na kuchangia mabao. Adams anaonekana kuwa mchezaji mwenye mustakabali mkubwa. Hali hii imeifanya thamani yake kupanda na kuvutia macho ya klabu mbalimbali barani Afrika, si tu ndani Afrika bali hata barani Ulaya pia. Kwa upande wa wanakundu wa Simba Sports Club, ni wazi kuwa klabu hiyo imekuwa na historia ya kufanya usajili wa kuvutia, hasa katika kuimarisha kikosi chake kwa ajili ya mashindano ya ndani na ya kimataifa kama ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba imejenga heshima kubwa barani Afrika na Afrika Mashariki na Kati, na mara kwa mara imekuwa ikihusishwa na majina ya wachezaji wakubwa. Hata hivyo, linapokuja swala la Jayden Adams, kuna mambo kadhaa muhimu ya kuzingatia kabla ya kuamini kuwa dili hili linaweza kutimia. Kwanza kabisa, Adams kwa sasa anacheza katika klabu yenye uwezo mkubwa kifedha kama nilivyozungumza hapo awali, na ushindani mkubwa, jambo linalompa mazingira bora ya kukuza kipaji chake. Kutoka katika mazingira hayo kwenda ligi ya Tanzania kungehitaji sababu nzito sana, iwe kifedha au kimkakati. Ndio maana hapo awali nimezungumza pia kwamba moja kati ya sababu kubwa ambazo pengine zinaweza kusababisha dili hili kuweza kutimia ni muda mwingi wa kucheza pale Mamelodi Sundowns. Lakini pia sababu ya pili ni gharama ya kumsajili mchezaji wa kiwango cha Jayden Adams si ndogo. Ada ya uhamisho pamoja na mshahara wake vinaweza kuwa juu zaidi ya kiwango ambacho klabu nyingi za Afrika Mashariki zinaweza kumudu kwa urahisi. Hili linaifanya tetesi hii ionekane kuwa na uwezekano mdogo kuitimia kwa hivi sasa, isipokuwa kutokea mabadiliko makubwa ya kifedha ndani ya klabu husika. Lakini pia sababu ya tatu, hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa viongozi wa klabu ya wanakundu wa Simba Sports Club kutoka upande, lakini pia kutoka upande wa mchezaji mwenyewe. Hapa nazungumzia upande wa Mamelodi Sundowns ama klabu anayochezea zinazothibitisha kuwepo kwa mazungumzo yoyote hadi sasa. Katika ulimwengu wa soka, dili kubwa kama hili mara nyingi huanza kuvuja kupitia vyanzo vya kuaminika kabla ya kuthibitishwa rasmi. Ukosefu wa taarifa hizo unaashiria kuwa huenda uvumi huu unatokana na zaidi ya matarajio ya mashabiki kuliko uhalisia wa mazungumzo ya usajili, ingawa si rasmi sana. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea na muda utaongea. Hata hivyo, ni muhimu pia kutambua kuwa soka lina mambo mengi yasiyotabirika. Mara kadhaa tumeshuhudia usajili ambao haukutarajiwa kutokea na kubadilisha kabisa mwelekeo wa klabu husika. Ikiwa Simba Sports Club itaamua kuwekeza kwa kiwango kikubwa zaidi au kupata mdhamini mwenye nguvu kifedha, basi uwezekano wa kusajili wachezaji wa kiwango cha juu zaidi unaweza kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa mashabiki wa klabu ya Simba, uvumi huu unaweza kuchukuliwa kama ishara ya jinsi ambavyo klabu ya Simba inavyoheshimiwa na kuhusishwa na wachezaji wakubwa barani Afrika. Ni dalili ya ukuaji wa chapa ya klabu na matarajio makubwa kwa walionayo mashabiki wa klabu ya wanakundu wa Simba Sports Club. Na kwa kumalizia tu, uvumi wa Jayden Adams kujiunga na klabu ya wanakundu wa Simba Sports Club kwa sasa unabaki kuwa hadithi ya kusisimua zaidi kuliko uhalisia, ingawa haipaswi kupuuzwa kabisa. Ukweli unaonyesha kuwa kuna vikwazo vikubwa vinavyoweza kufanya dili hili kuwa gumu kutimia kwa wakati huu. Mashabiki wanapaswa kusubiri taarifa rasmi na kuendelea kuunga mkono jitihada za klabu yao katika kujenga kikosi imara na chenye ushindani wa hali ya juu. Hivyo kama nilivyozungumza hapo awali, kuwepo kwa kocha Steve Barker
Tunafahamu pia Rushen De Reuck pamoja na Neo Maema walikuja chini ya usimamizi wa kocha Fadlu Davis ambaye pia alitokea nchini Afrika ya Kusini. Hivyo ujio pia wa Steve Barker unaweza kuwa na urahisi mkubwa ama kufanya urahisi mkubwa wa hawa wawili Fawaz Bassadian pamoja na Jayden Adams kuweza kutoa kuna katika klabu ya wanakwenda kusema Simba Sports Club. Kwa hiyo lolote linaweza kutokea hadi sasa, ndio maana naweza kusema taarifa hizi zisipuuzwe, ila tuzidi kuzifuatilia kwa umakini na kwa ukaribu zaidi kutoka katika vyanzo mbalimbali vya kuaminika vya habari. Minite Masajina, hii ni True Talk hapa Kamera Viwada, watu tunazungumza masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia tunajadili kuhusiana na tetesi mbalimbali za usajili na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Kwa hiyo kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kukutana nasi, tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambayo itakuja hapo chini ya video hii, na pia washa alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Binafsi sina jingine la ziada na nikutakia wakati mwema. Bye bye.